So wakati mtu ana submit form katika website yako, kuna kuanga na message ama unamtuma katika page nyingine. So katika hii video, naenda kuangalia kuhusu confirmation katika WP Forms as well as form notification. Venye tu tulisema last week tukiangalia conditional logic. So leo hiyo ndio tunaenda kuangalia hii. So once umelogin kwa WordPress site yako, click on WP Forms, then click on hapo mahali imeandikwa add new form. Kwa hii naenda kuandika tu confirmation and notification. So kwa hii tutorial naenda kukuonyesha everything unastahili kujua kuhusu confirmation na notification ndani ya WP Forms. So once ume login, nenda katika confirmation, nenda katika WP Form settings, kisha nenda katika confirmation. Ukiwa hapo kuna confirmation type. So tunakuanga na tatu, tuko na message, tuko na show page na tuko na go to URL. Kwa message, tukienda kwa message inakuanga the default one ndio hii. So tuseme umesave hii alafu submit hii form, tuseme huu ni Mike Kipruto, then useme hii ni wpforms.com, then unafanya tu testing kwanza. So wakati umetuma hiyo unaangalia hii ndio inaonyeshwa. So inakuanga important ku customize kulingana na ile customer wako amefanya website yako. So ya kwanza ukitaka kubadilisha hiyo message unabadilisha hapa, na uzuri yake ni unaweza iweka auto scroll to confirmation ama unaweza sema tu show entry preview after confirmation. So next week this is part of the things tutakuja kuangalia. So hivyo ndio venye confirmation type inakaa, na ukitaka kutengeneza conditional confirmation last week tuliangalia kwa video yetu, so feel free kuiangalia. Ya pili tuko na show page ama onyesha page. So kwa show page inakusaidia kuonyesha ni page gani. For example tuseme nataka ionyeshe contact us page after submitting. So hiyo naenda kufanya hivyo, then niseme Mike Kipruto test@gmail.com, hata niseme hii ni message, then submit. Inafaa kutupeleka kwa hiyo page. So unaangalia imetupeleka kwa contact us page. So hivyo ndio venye hii inafanya. Advantage ya hii ni kwamba unaweza pass in query strings. Rather, query string inakusaidia sema kama unataka kupass data fulani hapa iende kwa form nyingine, hivyo ndio venye unaweza fanya. Kwa mfano ndio hii guide yetu yenye tuko nayo. So naenda kutumia hii example hapa jinsi ya kufanya, but next week naenda kuonyesha venye kutumia query string on details na dynamic population ndani ya WP Forms kutumia the prefill by URL. So kwa hiyo hivyo ndio venye kuongeza query string. Acha niende dashboard, niende kwa all forms. Kwa hiyo nakuja kuedit hii form iko ndani ya contact us, then hapa naenda kuongeza subject, alafu naita hii ni subject. So once umeita hiyo subject unaenda kwa advanced. Ukiwa kwa advanced unakuja hapa kwa default value. So ndani ya default value una pass in query string. So jinsi ya kupass query string kwa WP Forms unakuja tu hapa una search. So inakuonyesha ukisearch hiyo query string ndio hiyo, alafu sasa unafaa kupass key. Sasa kwa key nataka ni pass key kama hii tu contact reason ndio iko rahisi kwetu kuitest hiyo. So nakuja ku pass hii hapa ni contact reason na fanya hivyo. So nimeiweka contact reason, alafu nakuja kucopy hii parameter, kisha nakuja kwa confirmation nasema nataka ni pass hiyo. So after nimefanya hii, acha ni save kwa hii, then ni embed. Sema nakuja ku select existing page, nataka tu embed hiyo kwa contact us page. Hiyo ndio page yenyewe tunataka hiyo ionekane. Sawa. So after kufanya hivyo naifunga na nafunga form builder, kisha na save hii. Alafu tuseme hii tunaweza taka kuembed kwa existing page, but for this case nakuja embed kwa form pages. So nai-add hapo, alafu nai-select hapa kwa confirmation and notification. Hapa tuna save it, then tuna view. Ndio venye inakaa. So tukisubmit Mike, tuseme kipruto.com, alafu sasa tuseme hii ni message. So as soon as ukisubmit inafaa kwenda kwa contact us page. However, ukiangalia hapa kwa URI ina pass hii query string hapa. So hivyo ndio jinsi ya kutumia query string ndani ya WP Forms. So acha nirudi kwa form builder yetu, kisha nakuja kuedit hii, acha nifunge hizi. So hivyo ndio venye hii confirmation type ya contact ya kushow page. Sasa nyingine kuna kuanga na option nyingine mtu anaweza sema
nataka iende back to the referrer page. So tukitaka kuangalia hii na save hivyo, kisha nakuja hii na nakuja hii page. Nataka hii page ikuwe referrer yetu, ndio maana nimesema back to the referrer page. So as soon as nikikuwa hii page, acha ni reload kwanza ku make sure, sorry, indo page. So nikiclick hii previous page yetu, niko kwa contact page. So nikiclick on form pages, previous page yetu ni contact us. So nikisema Mike seme test@gmail.com, kisha nike message hapa tu, alafu niseme submit. Unaangalia ikisend, so unaangalia imerudi kwa contact us page na imepasi ni query string. So hivyo ndio vile ku go back page. So hiyo inakuanga muhimu iwapo inakuanga na content yenye kuna restriction. Sema kama unatumia content restriction plugin kama hizo, ama uko na membership website na ungetaka kila msee login, ama ungetaka msee submit maybe a newsletter ndo asidi kuangalia content. So hivyo ndio vile unaweza tumia. Ya mwisho ni kutumia go to URL. Go to URL ni same na show page, lakini hii inaweza kupeleka sasa outside WP Forms. So acha ni copy URL ya hii kisha niweke hapo hivyo, tuseme open in new tab, alafu ni save hiyo. So nikirudi kwa form pages yetu, mali hiyo page iko, niseme Mike Kipruto, then kisha niseme ni test@gmail.com, alafu ni message, kisha ni submit. Utaangalia inafungua hii kwa new tab, alafu ina reload the form yetu. So hivyo ndio venye inafanywa. Na kitu moja nilikuwa nimesahau nikisema hapa ni kwamba hii open in new tab inakuanga important. Sasa zile ungetaka the same person anaweza iangalia the same form, so inamaanisha ina reload hiyo page form embed na inafungua kwa new tab venye tu tumefanya. Lakini tukichuja hiyo, alafu tuende, ilikuwa gani? Ilikuwa go to your URL. So hiyo ni URL tulikuwa tumesave, alafu ni kuja hapa, ni kuja niseme Mike, alafu ni testing tu, alafu kisha ni submit. So nikisubmit unaangalia inafungua confirm. So hivyo ndo venye, that is everything unafaa kujua kuhusu confirmation ndani ya WP Forms. Na ukitaka ku set up conditional confirmation venye tuliangalia last week, unaenda feel free kuangalia ile video ya last week, nili go in details about that. So kwa hii video sita focus on that. The next thing nataka kutuonyesha ni acha nirudi hii tu ionyeshe message. The next thing nataka kutuonyesha ni hapa kwa notification. Sasa kwa video ya kwanza nilikuwa nimeteka us through everything unastahili kujua kuhusu confirmation. Last week nikatuteka us through everything unafaa kujua kuhusu conditional logic ndani ya notification. So notification hiyo ni message yenye users wako wanapata. Kwa hii guide tunaenda kufocus on email confirmation. But in the future tutaenda kuangalia venye unaweza send kutumia tool ya handle yetu, venye unaweza send hata kutumia webhooks, alafu sasa unaenda kwa endpoint, alafu hiyo unaweza fanya a few things, but hiyo ni part of our future videos. So unastahili ku follow sisi hapa kwa WP Forms kwa YouTube, utufuate katika TikTok na all our platforms. So cha kwanza ni send to email address. So hiyo ni email yenye hiyo form entry inatumwa. By default inakuwa kwa side admin. Na ukitaka kutuma kwa multiple una click hii, then unaweka comma, alafu unaiweka hiyo email, then unafanya hivi. Alafu ukitaka kutumia msee mwenye ametoka kufill hiyo form, unakuja kuchagua hivyo, una click on this icon, alafu una click on that email juu. Hiyo ndio email pekee yake iko hapa. Cha tatu kuna subject line. So subject line ungesema submission kutoka, alafu sasa hapa sasa ukisema hivyo useme nataka tu ikuwe first name. So kuna form name, hiyo ni jina tu ya form, unaweza change venye unataka. From email by default ukikuwa na WP Mail SMTP plugin with force from email settings enable, hiyo ina disable hiyo option. Na the main reason why I always advocate mtu afanye hivi ni juu kwa sababu by default kama maila yako yenye unatumia ina allow only verified emails kutuma, inakuanga cha muhimu sana kuhave hiyo option ikikuwa forced enable. Acha nikuonyesha venye hiyo option inakaa. So nikiklik hapa niende kwa general settings, unaangalia hapa ndio hii, unaangalia force from email imewekwa. But ungetaka kuangalia venye kufix email delivery, kindly angalia video yetu ya kwanza katika hii channel.
Nili take us through venye ku set up hadi kufanya test. So kwa hii video sitarudia. Then kuna kuangana the reply to. So reply to actually hiyo ni email yenye inakuwa replied to, alafu kuna message. So acha nikuonyeshe venye hii inakaa kwa notification, but subiri kidogo. So hivi ndio venye inakaa kwa notification. So ndio nime preview. So acha niandike Mike, alafu niseme ni Kipruto, alafu hii ni test@gmail.com. Before nitume nafaa kuzitoa hizo email zingine. Juu mtaka tu for now itume kwa side admin. So hii ni Mike Kipruto, test@gmail.com, alafu hapa ni test. Then nikisubmit hii, then kuja ni reload form builder yetu, utaangalia submission kutoka Mike. Then hii ni message. So ukitaka kuchange hii message, unakuja kwa hapa kwa email message. So email message hiyo ni body ya email yako. So by default unaweka kwa whole field. But saa zingine ungetaka kuweka kitu kama, then useme nataka kupitisha jina ya kwanza, una click kwa hii icon, tutarejesha email yako kuhusu, kisha una pass hii niyo, alafu unakuja kwa message yenye mtu ataandika. So hapa kuna hii message, then una save hiyo kwa message, ndo hiyo smart hiyo field inaitwa paragraph text field. Na ukirudi hapa ndo hii ni field ID number 3 na label yake ni message or that. Nikisave hii, alafu nikuje tuseme Mike Kipruto, then niseme hii ni test@gmail.com, alafu hapa nataka habari kaka. So nataka kumuuliza amefikisha wapi mjengo, sema uko na msako mjengo na anakujengea, ama ni fundi, ni rafiki yako, kitu kama hiyo. So ndo hii submission. Ukiclick on this utaangalia hapa kuna reply to email, which ukirudi kwa form builder yetu, reply to imekuja kwa field ID 2. So field ID 2 ni hii email, ni hii field. Na hii field hiyo ndio ine tumeiachilia hapa, tumeweka smart tag yenyewe, na ukiangalia message ndio hii. Ukikuja kwa email utaangalia hapa, habari kaka, tutarejesha email yako kuhusu, ndio hii sasa mjengo. Umefika wapi katika mjengo? So hivyo ndio kuko, alafu ukiclick hapa kwa advanced kuna kuangana templates. So tuko na different templates yenye unaweza choose. Kuna the default, kuna classic, kuna compact, modern, kuna elegant, kuna tech na kuna plain. So tuseme mimi upenda tech. So nikiclick on tech, alafu niseme nimetaka ku enable that CSV zikuje, alafu nataka all fields, then nisikuje ni save hii. So hapa nikikuja kusema Mike Kipruto, then niseme tu jambo, alafu ni submit. So nikikuja hapa ni reload hii, utaangalia hapo jambo, kuhusu jambo. Alafu ukikuja kuclick hii CSV yenye imekuwa attach, hivyo ndio unaangalia kuna hii jina, kuna email na kuna message. Na tukiclose hapa, so hivyo ndio venye tech inakaa. Na ukiangalia tofauti ya hiyo na hii, kuna tofauti vizuri. So mimi upenda venye tech. Ukiangalia venye edges iko na some border radius, so inakaa fiti. So mimi prefer hiyo, but utaiangalia tu yenye ungependa. Na uzuri ni ukisema view the templates, hapa sasa unaweza preview. So kuna hii, kuna classic, kuna compact, modern, elegant. So ukipreview kitu kama elegant, hivyo ndo venye inakaa kwa email yako. Ukipreview kitu kama plain, ni plain tu, haina kitu kingine, itakaa tu hivi. Ukipreview kitu kama, acha tuseme modern, hivyo ndo inakaa. View kitu kama compact, ni kama imefinyana. So hivyo ndo venye itakaa. Kwa mfano tuseme tuchoose hiyo compact, alafu tuseme Mike, tuseme test@gmail.com, alafu test, then usubmit hii, kuja back kwa message, then reload. Utaangalia venye hii compact inakaa, like imefinywa tu. Napenda tu like simple, but kufinywa tu imefinywa. So ungetaka kuonekana venye iko, unakuja kuweka all fields smart tag. Juu hapa si tulikuwa tumeweka hiyo, acha ni save hii, then niweke all fields Mike Kipruto test@gmail.com, alafu semeni test, then hapo ni hivyo. Then hapa tunarudi, tuna reload. Ukikuja kuangalia, unaangalia hivyo iko tu kama venye hiyo compact notification inakaa. Ukikuja hapa na preview, unaangalia tu imefinywa tu, unaangalia labels ziko hii side, alafu the content za message ziko hivyo tu. So hivyo ndo compact inakaa. Na that is all you need to know about confirmation na notification ndani ya WP Forms. Kama uko na swali, feel free kuiacha katika comment, na kwa next video tunaenda kuangalia kuhusu dynamic, tunaenda kuangalia kuhusu query strings
Nenda kuangalia everything unafaa kujua kuhusu pre-fill by URL on that. So feel free kusubscribe hapa katika YouTube na kutufollow katika TikTok. See you next time.